Yaani kwa kuwa mimi ni kiongozi, sasa hata usiku wa manane kesi zenu mnazileta nisilale. Haya, nyie shida ni nini tena? Huyu ndo anatakiwa aongee kwa sababu huyu ndo amefanya mpaka tumekuja hapa kwenye uongozi. Hapa sio kwako, ongea kwa utaratibu. Inabidi tuongeze kilichotuleta. Mimi sina nimekuja huku kanifuata nyuma. Haya, ongea sasa, mueleze kimwenyekiti. Mnataka kuongea kwa utaratibu au mnataka kutangaza vita? Huyu ndo analeta mdomo hapa. Nauliza, unatangaza vita? Sasa unanikalishaje kinyo wewe? Mimi ni mwanaume. Unaweza kupigana mko mwenyekiti au? Unamuona mwenyekiti? Hapa ni kwangu kwenu. Naomba ukae kimya. Hapa ni serikalini. Kaa kimya niongee, unanisikia? Acha basi serikali iongee. Mwenyekiti, nimekuruhusu kuongea. Unaona? Huo mdomo anaoleta hapa. Ndio huo mdomo anaoleta mpaka nyumbani. Mimi ndo maana nashindwa kuvumilia na chapaga tu makeo. Nimekuruhusu kuongea. Nimekuruhusu kuongea. Hujaniruhusu. Sasa. Sasa nisikilize vizuri. Okay. Hapa kwangu mnatakiwa muongee kwa utaratibu. Huyu ndo anayevuruga utaratibu wote. Si usubiri amalize kuongea. Tutashindwa kueleza kilichotuleta sasa hapa. Haya, wewe kimya. Mwanamke ongea, shida nini? Haki za wanaume zimepokonywa tayari. Kwa hiyo mimi siruhusiwi kuongea tena. Mwanaume, serikali inakunyanyasa. Kimya niongee jamani, nabishana na mwenyekiti. Haya sawa, ongea. Nakuuliza wewe, serikali inakunyanyasa? Usinisonte kiongozi, babangu hajafa. Umemaliza niongee. Ongea sasa. Mwenyekiti, mimi hapa nimeleta usinisonte na mimi sijafiwa. Basi umeona? Yaani huo mdomo huo mimi ndio unaomponzaga kila siku. Usinikunjie ngumi. Ongea kawaida. Mwenyekiti, huyu mwanaume mimi amezidi kuninyanyasa. Yaani anakupa ananipiga muda mwingine mpaka vipi? Mbona ya kwako yaongei? Wewe. Unapote mimi nitakuweka tali. Hebu kaa kimya, nitakupiga hapo kwa mwenyekiti. Unamuona mwenyekiti? Unamuona, lakini hata wewe mwenyewe. Hakuna aliyechangia tofali hapa. Huyu ndo anayezidi kuleta mdomo. Anatakiwa kuongea ni mwanaume ambaye ni mimi. Na mimi mwenyewe ni mwanaume. Sasa tuongee kama wanaume. Wewe unataka mimi na wewe tuongee kiume? Tuongee kama wanaume. Wewe unavyotuingilia, wewe unavyotuingilia. Uko tayari tuongee kiume? Nipo tayari, ndio maana tumekuja hapa. Nakuuliza kwa mara ya 3 na ya mwisho, uko tayari tuongee kiume? Nipo tayari. Huyu atupishe. Kwa mwanamke. Nipishe kidogo niongee na huyu kiume. Sasa hilo neno ndo nilikuwa nalisubiri kuanzia mwanzo. Hem, tupishe. Toka. Unaingilia mambo ya wanaume. Yaani wewe leo, ngoja tuyamaliza hapa na mwenyekiti na kupata huko. Unaona kalivyo kanadharau tabia za kimalaya hizo. Na wewe mwenyekiti umekata hapo na kachekea. Mwanamke anatakiwa tupishe tuongee sisi kama wanaume. Yaani sisi ndo wanaume vidume, tubaki tunazungumza mimi na wewe. Au sio bwana? Wewe mwenyewe ni mama yangu. Kiongozi sikia basi. Mambo tukaongea tu. Kuliko tena minundo hiyo. Wewe kuhusu. Mimi kiongozi tayari ameshaisha. Mimi mke wangu tena hamna vurugu. Mke wangu. Vurugu? Na kuishi kwa amani. Yaani hapo amani kabisa, hamna vurugu yote inaendelea. Hakuna vurugu zozote. Hakuna vurugu. Ni ahidi hakuna vurugu. Yaani mimi kiongozi na amani kabisa, mke wangu nimeshamsamehe kabisa yani. Kwa nikiongea utanyamaza. Nini kimya? Hauwezi kujibizana tena na wanaume, sio? Sasa kwa kuwa mimi ni sehemu ya walinda amani. Ndio. Nikisema huyu binti uende naye unaweza ukahatarisha maisha yake. Kwa hiyo muache alale hapa. Kesho utakuja kumchukua. Sisi hatuna nguvu. Au kama unabisha sema. Mimi nipinge nini kiongozi, na lazimisha tu kuongea. Siwezi nikapinga. Mwenyekiti ndio tu tulale. Siku mwema. Kuwa na amani na lawa naye. Sawa.